wa damu na yule ambaye ni ndugu wa imani, wote ni ndugu hao, lakini mmoja ndugu wake una nguvu. Sasa mfano al-akhul muslim, huyo ambaye ni ndugu Muislamu, kwa sababu ya imani aliyonayo, sara aqwa, anakuwa na nguvu zaidi. Ni Muislamu na ni ndugu yake damu. Undugu wao hawa wawili ni mkubwa sana, hata wakiwa majirani. Ana haki tatu. Tumesema majirani wako watatu, mmoja ana haki moja, mmoja ana haki mbili, mmoja ana haki tatu. Huyo ambaye ni jaru al-qarib al-muslim, jirani, jamaa yake na jamaa yake Muislamu, yuko juu, kwa sababu kumeingia nini ndani? Imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, basi ikiwa nini mmejitambua kama ni ndugu kwa sababu ya imani na undugu wa kuzaliwa pamoja, damu moja, fa aslihu baina akhawaykum, yani mupatanishane baina yenu. Aslihu, safishianeni nyoyo zenu. Aslihu bainakum, maana yake ikitokea tatizo baina yenu, mupatanishane baina. Aslihu yani wasulihisheni ndugu zenu, akhawaykum, wapatanisheni ndugu zenu. Ule ndugu yani mchunge, msikubali uvunjike, msikubali uharibike. Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake ajabu sana, na Mwenyezi Mungu anazungumza na nyoyo za watu. Yani Mwenyezi Mungu anazungumza na nyoyo zetu, na Mwenyezi Mungu alizungumza akielewa ulimwengu wa wanadamu, maisha yao na matatizo yao yalivyo. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala asema innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum? Al-ikhtilafu baina an-nasi amrun waqi'un wa min sajaya al-bashar. Kutofautiana watu katika maisha ni jambo lazima litatokea. Al-ikhtilaf baina an-nas amrun waqi'un. Watu kukosana, kutoelewana, kukwaruzana wakiwa wanakaa pamoja ni lazima, hilo lipo. Wa min sajaya al-bashar, na ni miongoni mwa tabia na maumbile ya wanadamu. Kwa sababu gani? Liikhtilafi tabaihim wa akhlaqihim, kwa sababu kutofautiana tabia zao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khalaqa bani adam ala tabaqatin shatta. Mwenyezi Mungu aliwaumba wanadamu akawapa tabia tofauti tofauti, hawafanani. Kama vile alivyotutofautisha riziki zetu, ametutofautisha vimo vyetu, ametutofautisha sura zetu na tabia zetu, pia ametupa tabia tofauti. Mtume anasema minhu sari'ul ghadab bati'ul fayl. Kuna baadhi ya watu ni haraka kukasirika, yani sari'ul ghadab, ana kasirika haraka mara moja. Bati'ul ghadab, lakini na hasira zake hazishuki haraka. Kukasirika ni haraka, na akishakasirika utamngojea sana zile hasira zishuke, atachukua muda. Wa minhum bati'ul ghadab sari'ul fayl, na kuna mwingine yeye hana hasira za haraka, na akikasirika pia hazishuki zile hasira haraka. Wa minhum bati'ul ghadab bati'ul fayl, na kuna mwingine hakasiriki haraka. Bati'ul ghadab sari'ul fayl, hakasiriki haraka, si haraka kasirika, na akasirika pia hasira zinashuka mara moja, tunamalizana tu hapo, خلاص imeisha. Mtume akaeleza akasema, wa khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fayl, na katika hawa wote aliye bora ni yule ambaye hakasiriki haraka, na akikasirika mara moja hasira zinaisha. Kwa hivyo wanadamu, Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti, na kila mmoja ana tabia yake, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta pamoja, tukaa pamoja. Sasa tufanyeje? Kila mmoja amvumilie mwenzake tabia yake alionayo, huna budi. Tufanye vipi? Kila mmoja tekana amuelewe mwenzake, huyu yuko hivi, na yeye akuelewe kwamba wewe uko hivi,
na siku ukiteleza umemkwaruza basi ashuke, yani akuchukulie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Imran anasema walkadhimina alghayza wal'afina 'anil nas, waliobora katika waja wangu wacha Mungu ni wanaomeza hasira zao. Walkadhimina alghayz, wacha Mungu waliobora anawasifu Mwenyezi Mungu, anawapenda wallahu yuhibbul muhsinin. Mwisho aya ni wale ambao wanazuia hasira. Kama hili neno limetumika kama vile mtungi wa maji, ukifunga kile kifuniko ukikaza kabisa, utaona yale maji yanalazimisha kutoka, mengine yanaondoka kwa kando sababu yamejaa yale maji. Sasa mtu mzuri zile hasira zimemjaa kweli bwana, amekasirika, lakini kwa sababu ya ucha Mungu na imani anazuia zile hasira. Walkadhimina alghayz, anajizuia hata kutokwa na neno baya, hasemi hata neno baya. Wal'afina 'anil nas, na watu bora ni wenye kusamehe. Na msamaha bora uwe na sifa mbili, falyafu walyasfahu. Unasamehe, unasahau kabisa. Afa katika lugha ya Kiarabu, afa atharahu, ni kama mtu ametembea ameacha athari ya nyayo, ukafuta ile athari isionekane. Ndio msamaha unatakana. Unapomsamehe yule mtu usiweke rohoni tena lile litakupa maradhi na ugonjwa, sababu utakuwa unakaa nalo kila ukimwona wewe wakumbuka sasa huu ugonjwa ni maradhi. Na yawezekana kwamba akija akiteleza tena, na mwanadamu lazima atakosea, amna budi. Waswahili wanasema vikombe vikikaa pamoja ni lazima ifanyeje. Sasa huyu si kama amekosea leo atakosea tena kesho, tabia yake na mwanadamu. Kwa hivyo ukizuia lile la jana umekaa nalo, akikosea mara ya pili, lile kosa halitakuwa dogo, linakuwa kubwa, sababu utachanganya. Si ndivyo? Si ndivyo? Umechanganya, sasa itakuwa ni kubwa. Ingekuwa lile umelifuta umelisahau, ingekuwa unaanza moja ni dogo. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala sema walkadhimina alghayz wal'afina 'anil nas. Kwa hivyo Allah anasema watu fa aslihu baina akhawaykum. Mwenyezi Mungu hii amri ameileta kwa umma wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu anazungumza na jamii, wanaingia kama ni watu wawili, hapo ni watu 10, wanaingia kama ni mtaa mwingine ni dola, nchi na nchi nyingine. Allah anasema Waislamu ni ndugu. Ikitokea mmoja pengine amekosea mwingine, ikawa hali imekuwa mbaya, kutoelewana, ndugu wao unaenda kuvurugika, fa aslihu baina akhawaykum, nyinyi wapatanisheni hawa ndugu wawili, wawekeni chini, warudisheni katika hali yao nzuri. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Alafu hili aliloliamrisha Allah, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu Muislamu, unapojua kwamba huyu na huyu mwenzake hawaelewani, ukanyamaza, wapata dhambi, wabeba dhambi kubwa, kwa sababu umeipuuza amri ya Mwenyezi Mungu. Anasema fa aslihu, wapatanisheni ndugu zenu. Wewe hufai kunyamaza. Na lao ingekuwa Waislamu wanakwenda na Qur'an, wanachukua nasaha za Qur'an, leo watu wangeishi na mapenzi makubwa na maelewano, lakini tunaishi kinyume na Qur'an inayosema. Bali utaona mtu anajua kabisa fulani na fulani wamekosana, basi ndio story nzuri tamu kwake. Siku hiyo atatoka msikitini na raha wewe, akienda nyumbani ndio hadithi nzuri, anamweleza mkewe, anawaeleza wana, hata haikumgusa kamwe nafsi yake, na ambako yeye atakikana asikitike, kwa sababu hawa ni ndugu wawili anawapoteza yeye. Atakana wawe pamoja, wawe na yeye na yeye yuko na wao pamoja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema fa aslihu baina akhawaykum. Na katika Uislamu hakuna ibada iliyo bora tukufu kama Islam, kuwapatanisha watu.
al-islah afdalu min al-ishtighal bi nawafil al-ibadat. Kusuluhisha watu walokosana ni ibada bora kuliko kushughulika na sala nyingi za sunna utakazosali. Ubora unakuja vipi? Kwa sababu huyu lile linalomshughulisha nashrun lilhubbi walmawaddati baina an-nas, anafanya jambo ambalo linaleta mapenzi na mahusiano kati ya watu. Mwenyezi Mungu analipenda sana hilo. Hakuna mtu anapendwa na Allah kama mtu ambaye anachangia kuwaleta watu katika wi'an wa hubbin wa mawaddatin wa salam, watu waishi kwa amani, mapenzi na ushirikiano. Mwenyezi Mungu farahi kwa kweli kuona raha. Hakuna mtu bora kama huyo, na ujira atakompa Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Hadithi ya Abi Darda radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anaambia masahaba, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqa, mnataka niwaambie kazi au amali iliyo bora kuliko thawabu anazozipata mtu kwenye sala, kufunga na kutoa sadaka? Qalu bala ya Rasulullah, wakamwambia tueleze. Mtume akamwambia salahu dhatil bayn, ni kuwapatanisha watu ambao hawana maelewano. Fa inna fasada dhatil bayn hiya alhaliqa, Mtume asema kuharibika uhusiano wa watu wawili ni sawa na kinyozi. Hiya alhaliqa ni kinyozi. Na katika riwaya ya hadithi, la aqulu tahliqu sha'r, simaanishi ni kinyozi anayemnyoa mtu nyele akabaki kipara, walakin tahliqu din, lakini huyu ni kinyozi anayenyoa dini ya mtu, anabaki hivi jina lake Muislamu, dini hamna. Walakin tahliqu din, katika mambo ambayo yanaharibu imani ya mtu na uchamungu wake, na siku ya kiyama atakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hana lolote. Ni mtu ambaye yeye amebaki na chuki ndani ya moyo wake na ndugu yake Muislamu, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi taka kuangalia hisabu ya amali zake, na inaanzia hapa. Jumatatu, Alhamisi, faili ya kila mmoja inaenda mbinguni. Faili ya watu wawili hawana masikizano, Mwenyezi Mungu anasema hii ndoni, hao watakapoelewana na mimi nitaelewana nao. Anabaki hivyo. Sasa akifa katika maisha hayo, hata hisabu kwa Mwenyezi Mungu hamna, dini yake imenyolewa kabisa. La aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-din. Kwa hiyo mtu anayetembea hatua zake kwenda kuwapatanisha watu ni hatua bora sana, ujira wake mkubwa, anapata thawabu za adhabu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata siku ya kiyama atafanya kazi ya kupatanisha siku ya kiyama. Ni kazi nzuri, hata Mwenyezi Mungu ataifanya kazi hiyo. Unaonaje kazi anayoifanya Mwenyezi Mungu uifanye na wewe? Kuna hadithi ya Anas radhiallahu anhu asema, siku moja tumekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla Mtume amecheka hata badat khanayahu, paka jino la mwisho linaonekana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhihku al-anbiya tabassum, manabii kucheka kwao tabasamu. Fatabassama dhahikan min qawlihi, Mtume alicheka mpaka jino la mwisho. Umar bin Khattab akamuuliza ya Rasulullah, leo kuna nini umecheka namna hii? Jambo gani limetokea? Akamwambia, watu wawili katika umma wangu ndio wamenichekesha. Akamwambia, mmoja wamekuja, mmoja amepiga magoti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia, ya Rabb, khudh li madhlamati min akhi, ya Rabb, nataka uchukue kisasi kwa huyu ndugu yangu, alinidhulumu duniani ya Rabb, na wewe ulisema leo la dhulma al-yawm, kwa hiyo nataka ulipize kwa huyu amenidhulumu duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, bana, mlipe huyu haki yake, malizana naye aliyomfanyia mabaya. Anamwambia, ya Rabb, nitafanyaje kama mimi sina uwezo wa kumalizana naye? Kile nilichomnyang'anya pengine sina, sasa itakuwaje? Ya Rabb, yule mwenye kesi akamwambia, ya Rabb, falyakhudh anni min awzari, kama hana njia kunilipa
apunguze madhambi yangu abebe. Mtume alilia kweli baada ya hapo. Akasema angalieni siku ya kiyama ilivyo siku ngumu, mtu atafuta sababu apunguze mzigo wa madhambi yake hata kama kumbandika mwenzake. Sema ya Rabb, jambo rahisi, abebe madhambi yangu, apunguzie madhambi yangu, anatafuta mbinu asiende jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala ameingilia kati, akamwambia yule anayelalamika, irfa ra'sa, ambaye hebu angalia, nyanyua kichwa chako, angalia juu. Mtume anasema yule bwana akaangalia juu. Alipoangalia juu, aliporudisha uso wake akabadilika sura yake. Akaulizwa nini? Akamwambia, ara madaina min dhahab, qusura min dhahab mukallalatin bidur. Ya Rabb, naona majumba mazuri, ghorofa za dhahabu zimepambwa, zimetiwa marumaru na lulu. Ya Rabb, li ayi nabiyyin hadha au li ayi shahidin hadha au li ayi siddiqin hadha? Hizi ghorofa nzuri hizi ni za nani ya Rabb? Nabii gani anaenda kukaa kwenye nyumba zile, nyumba za dhahabu? Hajawahi kuona nyumba nzuri kule. Au ni shahidi gani atakwenda ishi pale? Au mu'min gani alikuwa na imani daraja ya hali ya juu anaenda pale? Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, la liman yamliku thaman, naambia la zile nyumba, yoyote ambaye anaweza kulipa thamani yake. Zile ni nyumba za kukodi, ulipe deposit yake uingie ukae basi. Yule ambaye anaweza, kama nyumba za kukodisha, sema ukilipa ile thamani yake unaingia unaishi pale. Sema ya Rabb, wa man yamliku thamanaha, kweli kuna mtu anamiliki thamani majumba ya dhahabu, qusur min dhahab? Hakuna ya Rabb, sioni kuna mtu ataenda kuishi pale. Allah anamwambia, anta tamliku, wewe wamiliki thamani ya ile qasr. Bi ayi thamani? Muulize ya Rabb, kwa njia gani? Afuika an akhik, amwambia thamani yake ukimsamehe ndugu yako. Sema ya Rabb, afautu anhu, خلاص ya Rabb, sina kesi naye, nimemsamehe. Mwenyezi Mungu anamwambia, basi maadamu umemsamehe, khudh bi yadi akhika wadkhul aljanna, mchukue na ndugu yako mwende nyote peponi. Mwenyezi Mungu amepatanisha baina ya watu wawili siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu tujalie na sisi tuangukie zari kama hiyo siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu, Mtume anasema, alipoeleza hadithi anasema, angalieni Allahu yuslihu baina almu'minin, angalieni Mwenyezi Mungu anawapatanisha ndugu wawili akhira, fa aslihu baina akhawaykum, basi na nyinyi fanyeni kazi hii, wapatanisheni ndugu zenu wanapokuwa hawana masikilano, hawana maelewano, ndugu wawili hawaelewani. Allah subhanahu wa ta'ala kulipenda hili jambo ametoa ruhusa ya adabu sana. Hadithi ya Asma binti Yazid, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, la yahillu al-kadhib illa fi thalathin, hamna ruhusa ya kuzungumza urongo isipokuwa sehemu tatu. Yuhaddithu ar-rajulu imra'atahu, anaruhusiwa mtu kuzungumza urongo anapozungumza na mke wake, liyurdhiha, sababu kuna jambo zito ambalo limekuwa tabu, linaleta vurugu pale, basi kumridhisha yule mkewe, akili zirudi sawa na nini, mapenzi yao yasiharibike, aruhusiwa azungumze uongo mke wake, ili kusuluhisha ugomvi umalizike, penzi lao. Hakuna jambo ambalo zito kwa Allah kama kuvurugika, kuporomoka nyumba ya mu'min iliyojengeka kwa msingi wa ndoa. Mwenyezi Mungu hakuna jambo ambalo halipendi na haoni raha kabisa. Nyumba ya Muislamu aliyooa mke anaishi naye kwa ndoa, yakadu yanhar, ile nyumba yaelekea iporomoke. Allah, na yule atakayechangia na blani, la'ana Allahu man khabbaba baina imra'atin wa zawjiha, Mwenyezi Mungu anamlani aliyeingia kati kuvuruga mahusiano baina ya mume na mkewe. Allah anakulani na kufukuza kwenye rahma zake, na ukilaaniwa usione utakwenda mahali pazuri. Ni jambo Mwenyezi Mungu analichukia sana. Iman, lakini wote ni ndugu hao, lakini mmoja urongo wake ni ndugu. Uislamu sasa mfano huyo tumeuliza suluhu al-akhu al-muslim, yeye Muislamu anaweza kuwa na tabia urongo. Huyo ambaye
Muislamu. Baada ya kuulizwa mengine akasema inawezekana kwa sababu ya imani aliyonayo muumini sara al-khilala kullaha. Muislamu anaweza kuwa na tabia zingine mbaya, ni Muislamu na ni ndugu yake.